Hello guys, hello Kenyans. Hii nchi inaweza fanya watu waache kusaidiana kwa sababu Obina will come through when Shalkido was suffering. And right now, Shalkido involved in a road accident and suddenly he passed on. So, who is to blame? Many people are blaming Oga Obina. I think this is wrong. Kwa sababu sometimes itafanya watu waache kusaidiana kwa sababu what if usaidie mtu alafu kitu mbaya imfanyikie? Do that mean that you have sacrificed the person? No. Hiyo inamaanisha umejitolea kumsaidia mtu lakini kibahati mbaya kitu mbaya kitamtokea kama Shalkido venye kifo kimemtokea hivyo baada ya kusaidiwa na Oga Obina. So you will make Oga Obina fear or be worried on helping others, because we said earlier that Kenyans for Kenyans. So let's stand together, let's support each other. And tukiangalia mambo vizuri ni kwamba venye kunaenda yafaa tusaidiane na tushikane mkono, na kitu mbaya ikifanyika we don't blame someone, because maybe it was written it will happen like that. Maybe kwa kifo cha huyu jamaa ilikuwa imepangwa lazima atakuwa na pikipiki ndio imuue. So tusije tukamlaumu Oga Obina. At least that man tried to help. Kuna wale wengine wanapost screenshots sahi. When that guy wanted them, they never showed up. So guys, I'm urging you that stop misleading others. Watu wataamini kwamba kuna kusacrifice wengine, ilhali ni nguvu za mtu tu kujituma ndipo apate mtafanya mtu kama Eric Omondi aache kusaidia watu venye huwa anasaidia watu, kwa sababu what if unasaidia mtu kitu inamtokea alafu you know what we usually say fate is there. Some people it is just planned, things will happen the way God has arranged it. So whatever we do, we can't avoid those things from happening. So what we just have to do is accepting how we are and accepting the outcome of our actions. Thank you guys, thank you for watching. I'm just here to send warning to those saying that Oga Obina has sacrificed Shalkido.